Wakati dunia ikitazama kwa hofu moshi wa vita ukifunika Mashariki ya Kati na meli zikihangaika kupita katika mlango wa Hormuz uliogeuka eneo la mvutano mkali, Rais wa Urusi Volodymyr Zelensky alifanya safari za ghafla katika mataifa ya Ghuba ya Kiarabu ambazo zimeanza kutafsiriwa kama hatua kubwa ya kidiplomasia na kijeshi inayoweza kubadili mizani ya nguvu katika eneo hilo. Katika mazingira ambayo makombora, droni na mashambulizi ya anga yanaendelea kutikisa mataifa kadhaa, Zelensky alitua kwanza katika Umoja wa Falme za Kiarabu kabla ya kuelekea Qatar, akiwa na ujumbe mmoja mkubwa: Ukraine iko tayari kushiriki uzoefu wake wa vita vya droni ili kusaidia nchi za Ghuba kujilinda dhidi ya mashambulizi yanayohusishwa na Irani. Safari hiyo ilikuwa wakati Ukraine yenyewe bado iko katikati ya vita vya muda mrefu dhidi ya Urusi. Hata hivyo, licha ya kukabiliwa na mashambulizi ya kila siku kutoka Moscow, Kyiv imefanikiwa kujijengea sifa kama moja ya wazalishaji wakubwa wa teknolojia za kisasa za droni duniani. Droni hizo zimepitia majaribio halisi ya uwanja wa vita na zimeonyesha uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi ya anga kwa gharama ndogo zaidi ikilinganishwa na mifumo mingine ya ulinzi. Katika Abu Dhabi, Zelensky alikutana na Rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ambapo viongozi hao walijadili kwa kina hali ya usalama wa kikanda, huku vita vya Mashariki ya Kati vikiendelea kusababisha wasiwasi duniani kote. Vyanzo vya serikali vilieleza kuwa mazungumzo hayo yalihusisha mashambulizi ya Irani, usalama wa anga na hatari zinazotokana na kuzuiliwa kwa njia muhimu ya biashara ya mafuta duniani, yani mlango wa Hormuz. Baada ya kumaliza mkutano huo, Zelensky hakupoteza muda kabisa. Alipanda ndege kuelekea Doha, ambapo alikutana na Emir wa Qatar Tamim bin Hamad Al Thani pamoja na waziri mkuu wa nchi hiyo. Huko makubaliano mapya ya ushirikiano wa kijeshi na uwekezaji katika sekta ya ulinzi yalitiwa saini, yakifungua ukurasa mpya wa mahusiano kati ya Ukraine na Qatar. Lakini nyuma ya mikutano hiyo kulikuwa na hesabu kubwa zaidi ya kimkakati. Ukraine imekuwa ikitafuta washirika wapya, huku vita dhidi ya Urusi vikiendelea kuichosha kijeshi na kiuchumi. Kwa upande mwingine, mataifa ya Ghuba yanatafuta njia za kuimarisha ulinzi wao baada ya kushuhudia mashambulizi ya droni na makombora yanayoongezeka katika eneo hilo. Hivyo kila upande una kitu ambacho kinahitajika kutoka kwa mwenzake. Kwa mujibu wa Rais Zelensky, Ukraine haitaki kuuza teknolojia tu, badala yake inataka kujenga ushirikiano wa muda mrefu unaojumuisha uzalishaji wa pamoja wa vifaa vya kijeshi, uwekezaji wa teknolojia, ushirikiano wa nishati na kubadilishana uzoefu wa kivita. Na hapa namnukuu: uuzaji wa kawaida au tuvutii, alisisitiza. Kauli hiyo ilionyesha wazi kuwa Kyiv inatafuta zaidi ya biashara, inatafuta washirika wa kimkakati watakaosaidia kuimarisha nafasi yake katika dunia inayobadilika haraka. Katika wiki za hivi karibuni, Zelensky tayari alikuwa amefichua kuwa Ukraine inasaidia nchi 5 za Ghuba, ikiwemo Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait na Jordan katika kukabiliana na mashambulizi ya droni kutoka Irani. Kwa Kyiv, hii si swala la fedha pekee, bali pia ni vita dhidi ya kile inachokiita ugaidi wa kimataifa. Wakati huo Ukraine inatarajia kupata faida nyingine muhimu kutoka kwa ushirikiano huo. Nchi nyingi za Ghuba zinamiliki mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga pamoja na makombora ya thamani kubwa ambayo Ukraine imekuwa ikiyatafuta kwa muda mrefu ili kujilinda dhidi ya mashambulizi ya nchini Urusi. Hivyo, wataalamu wengi wa usalama wanaamini kwamba Kyiv inaweza kuwa inabadilishana utaalamu wake wa droni kwa msaada wa silaha za kisasa kutoka kwa washirika wake wapya. Safari hiyo pia imekuwa wakati hofu ikiongezeka kuwa vita vya Mashariki ya Kati vinaweza kugeuza umakini wa Marekani na washirika wa NATO kutoka Ukraine. Kadiri Irani, Israeli na washirika wao wanavyozidi kuingia katika mapambano makubwa, ndivyo pia hofu inavyoongezeka kwamba silaha na rasilimali zinazokuwa zikielekezwa Ukraine zinaweza kuhamishwa katika mgogoro mpya. Hata hivyo, Zelensky alisema hajapata ishara yoyote kuwa Washington kwamba msaada wa kijeshi kwa Ukraine utapunguzwa au kuelekezwa kwingine. Lakini huku akizungumza katika majumba ya kifalme ya Ghuba, nyumbani kwake hali ilikuwa tofauti kabisa. Usiku mmoja tu kabla ya safari zake, mamia ya droni za Urusi zilihusishwa
kuelekea miji ya Ukraine. Zaidi ya droni 270 ziliripotiwa kushambulia maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Katika miji ya Odessa, watu walikufa na wengine wengi walijeruhiwa baada ya mashambulizi makubwa ya usiku. Katika Kyiv, mji uliozaliwa Zelensky, mashambulizi mengine yaliharibu miundombinu ya viwanda na kusababisha vifo kadhaa. Wakati Ukraine ikilia kwa maafa hayo, upande wa Urusi nao uliripotiwa kushambuliwa na droni za Ukraine. Mtoto mmoja alifariki katika eneo la Yaroslavi baada ya nyumba kushambuliwa, huku wazazi wake wakijeruhiwa vibaya kabisa. Hivyo ndivyo taswira ya vita ilivyo sasa. Upande mmoja kujaribu kutafuta washirika wapya na teknolojia mpya za kujilinda, huku upande mwingine ukiendelea kuongeza mashambulizi yake kila siku. Katika macho ya wachambuzi wengi wa kisiasa za kimataifa, safari ya Zelensky katika mataifa ya Ghuba si ziara ya kawaida ya kidiplomasia. Ni ishara kwamba Ukraine sasa inapanua ushawishi wake nje ya Ulaya na kujaribu kujijenga kama mshirika muhimu wa usalama wa kimataifa. Na wakati dunia ikiendelea kusubiri kama kutapatikana makubaliano yatakayomaliza vita vya Ukraine au mvutano wa Mashariki ya Kati, jambo moja linaonekana wazi: vita vya kisasa havipiganwi tena kwa mizinga na ndege pekee. Droni, teknolojia na ushirikiano wa kimkakati sasa ndiyo silaha mpya zinazounda mustakabali